Amen. Ndio nasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno ndo linaanza kwanza kwako. Amen. Tafakari zote lazima zianze kwanza kichwani kwako, kisha naenda moyoni, halafu moyo unatoa nje. Amen. Matokeo ndio yanapatikana hapo. Kwa ukisikia imani, lazima uwe umesikia kitu fulani kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. Ni usiku ambao unapoenda kuomba, unapoenda kumwita Yesu, amini ile shida, mateso, balaa, mikosi au laana vinaondoka kwako, nawe unatembea ukiwa salama, kwa sababu Mungu ameshakusikilizisha sauti ya usiku wa leo kusema imani chanzo chake ni nini. Amen. Kwa wakati wewe unasikia, sikio lako, jicho lako linaona nini? Kuna jicho la kimwili na jicho la kiroho. Jicho lako la kimwili linaweza kuona udhaifu, unakiri udhaifu. Wana wa Israeli walituma sehemu fulani, wakarudi na taarifa tofauti. Mmoja akasema, wale watu tuliowaona, yaani mimi nikaona jiona kama panzi vile. Watu wakavunjika moyo. Baadhi yao wakafanyaje? Wakavunjika moyo, amewaua. Umeona uoga. Kumbe mwingine akaja akasema, mimi kwa jicho langu. Amen. Yaani kuna mtu ana jicho la kiroho na mwingine ana jicho la kimwili. Yule muoga aliamini kusema, haya majitu haya bwana, sisi hatuwezi kufika kabisa. Lakini yule mtu mwingine akapa mmoja, jamani, wale kwetu sisi ni chakula chetu. Amen. Wale tunawamudu, wale tunawaweza. Amina. Na kwa nini? Ujasiri na ile imani ambayo yuko nayo ndio ilimtuma kusema hawa watu ni wapooze. Kwa shetani anaweza kukusikitisha sauti nyingine, ukawa unaogopa, tatizo lina kubwa kweli. Huu mzigo siwezi kubeba. Amen. Huu mzigo kwangu unanielemea, sina nguvu ya kuutua huu mzigo. Kiwalisia mzigo ambao unaweza kunyenyua ukafika kimo cha kiuno, huo unaweza kubeba ukaondoka nao. Lakini mzigo ambao unaweza, yaani ukinyanyua hauendi. Hauwezi. Hata ukitusha hauwezi bwana. Amen. Lakini ndio maana ile wa pili akasema, hawa sisi tunaamudu. Huyo yeye achana naye. Hawa tunaamudu. Kwa nini? Sauti ilitoka ndani ya moyo wake. Amen. Kusema hawa tunaamudu. Amen. Kwa jina la Yesu usiku wa leo, ndio tatizo ambalo unaona kwako ni gumu, zito, huwezi kulibeba. Tumia imani ya pili. Kusema hili kwa jina la Yesu natoka. Natoboa maisha ya magumu. Mimi natoboa. Amen. Tunahubiri injili kwa shida, lakini ipo siku Mungu atatuinua. Amina. Tuko wachache, lakini kwa imani tuko wengi. Amen. Ndio maana hata katika vita, wakati mtumishi wa Mungu Gehazi, amen, anatoka, jicho lake la kwanza kaona wapo adui wengi sana. Amen. Yaani macho yake yaliona adui wapo wengi mno. Akarudi ndani. Sasa Bwana wangu, tumekwisha. Amen. Tumefanyaje? Tumekwisha. Kwa jicho la kiroho, yule mtumishi wa Mungu akasema hivi, Bwana mfungue macho aone. Kwa sababu gani? Akasema walio upande wetu ni wengi kuliko upande wao. Lakini kwa jicho lake yeye, kabla ya neno kutangulia, afunguliwe macho. Yeye macho yake ya kimwili yalijaa uoga. Amen. Watu wamejana mitoto kwanza, wametoka nje, wamekuta watu wamejaa wengi. Alafu mtumishi yeye ametulia tu. Je, kwanza hajawaona jicho lake leo kwanza halijaona? Liliona kabla yake. Lakini kwa ajili ya sisi tufunuliwe au tufundishwe leo tujue nini kilitokea, ilibidi Gehazi atoke. Amen. Aende kama desturi yake
Lakini desturi ya mtumishi kutoka nje kuangalia mazingira. Amen. Kakuta jeshi limewazunguka. Jeshi kubwa. Adui wamejaa. Mtumishi wa Mungu akasema wale pande wetu ni wengi. Kwanza watumishi wanakuwa pole. Wanajiamini. Wana imani afu wanajiamini na wao. Wale pande wetu ni wengi. Wata bisha na sita. Kuna yani shetani anakuingiza kitu cha kusita. Ndio maana nasema yule mtu anaye sita lazima itokee dhambi. Amen. Yaani kusita Mungu hataki. Amina. Kuogopa, wasiwasi Mungu hataki. Mungu anataka yani imani ile kamilika. Isiwe na woga wala kusita. Unapotembeza mimi hapa natoka. Watu wana sita. Mtumishi wa Mungu akasema Bwana mfungue macho. Alimuomba Mungu afanyaje? Amfungue macho. Macho ya kiroho. Na usiku wa leo wakati ninapoendelea kuongea nataka Mungu akupe mafunuo. Akupe macho ya kiroho. Uone adui zako wanapokuzunguka. Uone shetani ambapo anatuma majeti kukushusha chini. Amen. Ndipo yule mtumishi akayaona yani magari yamezunguka ni mengi. Farasi kila aina ya kile yani ni zaidi ya wale sasa. Magari ya moto. Sasa sasa bado hujaona vizuri. Mtumishi wa Mungu hakusema chochote zaidi ya kusema Bwana watie wokovu. Hakutumia magari aliyoyaona Gehazi, wala hakutumia simu farasi, wala hakutumia, alitumia neno tu. Neno. Amen. Yaani wamepigwa kwa neno. Kwa adui yako leo unaweza kumtamkia neno lolote ambao wewe unaona sasa wewe adui amenizidi. Sawa? Unataka Bwana wewe. Tia pofu. Tia usiku. Amen. Unatumia neno. Mbingu na nchi viliumbwa kwa neno. Kasoro wewe tu. Kwa hapa wakati unazidi kujifundisha juu ya imani, lakini kuna kitu kinaitwa neno. Siku nyingine utaona nguvu ya neno. Kwa sababu wewe umepewa mamlaka wa kufanana na Mungu, sawa? Ina maana wewe kwa kiuhalisia pia ni Mungu juu ya adui zako. Amina. Adui unaweza kumtamkia neno akafeli. Huwezi kutumia nguvu nyingi. Hizo magari ya vita sijui farasi. Sasa huyo adui mmoja kwa kutumia vitu kama hivyo, utatia hasara nchi. Tia neno tu. Ndio maana mgonjwa yote mwenye mapepo, pepo toka kwa jina la Yesu natoka. Ukiona sumbua unaongeza kitu kinaitwa moto wa jina la Yesu. Amen. Mwenye anafanyaje? Neno tu. Sio mpaka kupiga. Mapepo unapiga. Unapambana nayo kwa mikono. Neno tu. Amen. Sasa katika huu shukuru Mungu kwa ajili ya uzima na kwa ajili ya neno la usiku wa leo. Ibada yetu